يسرنا أن نرحب بكم في برنامج البركة مع الأكابر. وموضوعنا اليوم فتاوى العلماء في إنشاء الجمعيات الخيرية. Tunayo furaha ya kuwakaribisha ndani ya programu yetu iitwayo Hakika Baraka hupatikana pamoja na kushikamana na maulama wakubwa. Na mada yetu ya leo inahusu tarjama ya fatawa za ulama kuhusu jambo la kuunda mataasisi. قول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة. أبشر والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل ذليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ، والله هو المبلغ عن أهل السنة. فتوى شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الأخت عائشة الحجيلي تسأل وتقول: هل يجوز أن نبعث الصدقة إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على الفقراء؟ Dada yetu Aisha anauliza, je, inajuzu kutuma pesa au sadaka kunako mataasisi kisha taasisi hizo zichukue majukumu ya kugawa sadaka hizo kwa maskini? نعم، إذا كان جمعية موثوقة وقائمون عليها ثقات لا بأس، ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة وهم يتولون توزيعه. طيب، نعم. Naam, inajuzu kutuma sadaka kunako mataasisi ikiwa zitakuwa ni taasisi zinazoaminika na vile vile wasimamizi wake ikiwa ni waaminifu. Itafaa kutuma sadaka na vile vile zaka kwao, kisha wao washimamie sala la kuzigawa kwa maskini. Naam. فتوى الشيخ العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. رأيك بالجمعيات الخيرية اللي تقام على أساس ديني، يعني على أساس إنه مساعدة الفقراء والمحتاجين ومن أجل أعمال خيرية، يعني ليس لها علاقة بالدولة ولا بالحكم ولا بالبرلمانات. هذا جائز؟ Nini hukumu ya kuunda taasisi inayoshimama juu ya misingi za kidini kama vile kusaidia maskini na vile vile wenye haja, na vile vile ikawa taasisi hiyo imeundwa kwa lengo la mambo ya khairi, na vile vile taasisi hiyo ikawa haina alaka na mambo ya siasa? Je, kuunda taasisi kwa malengo hayo itafaa? فعملها خيري فيها الأستاذ الدكتور الريمي تلامذة الشيخ مقبل. Mfano, sisi kwetu Yaman tuna taasisi inayoitwa Jamiatul Hikma Al-Yamaniya, na kazi yake ni kushimamia baadhi ya mambo ya khairi, na ndani ya taasisi hiyo kuna patikana ndani yake Dr. Arimi
ambaye ni katika wanafunzi wa Sheikh Muqbil, nini hukumu ya kuunda taasisi kama hiyo? إذا كانت الجمعية الخيرية كما تقول، وهذا يعود بنا إلى أن نقول أن القضية واحدة في كل بلاد إسلامية. فإذا كان عندكم جمعية خيرية، وعندنا أيضا يمكن أكثر من جمعية خيرية في سوريا أيضا وهكذا. Ikiwa taasisi hiyo inahusika na mambo ya khairi kama unavyosema, jambo hilo linaturudisha tuseme kuwa kadhia inayohusu mataasisi ni kadhia moja, na kadhia hiyo inahusu taasisi zote ulimwenguni. Ikiwa mtakuwa na taasisi ya malengo ya kikhairi, na vile vile kwetu Suria tuna taasisi kama hizo, na vile vile zinapatikana sehemu pengine. والجواب يشمل كل هذه الجمعيات في كل بلاد الدنيا، وبخاصة الذين يعيشون في بلاد الكفر. Na jawabu la swali lako linahusu na linakusanya taasisi zote za ulimwenguni, na hasa kwa wale wanaoishi katika nchi za kikafiri في أوروبا، في أمريكا إلى آخره. kama vile wanavyoishi katika nchi za magharibi au nchi za Marekani na mfano wake. كانت هذه الجمعيات قائمة على الأحكام الشرعية فهي جائزة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، وفيها بعد لا يحض على طعام المسكين، الآية دائما نقرأها. Ikiwa taasisi hizo zitashimama juu ya misingi za kisheria, inajuzu kuunda taasisi kama hizo na kuzitumia, na vile vile taasisi hizo zinaingia katika kauli yake Allah tabaraka wa taala: wala yahuddu ala ta'amil miskin, na wala hawahimizi watu katika swala la kusaidia na kulisha maskini. إذن الحض على طعام المسكين هذه أمر مشروع. Kwa hiyo jambo la kuhimizia watu walishe maskini ni jambo la kisheria. لكن الذي يقع، وهذا الذي أريد أن ننبه عليه، تجمع أموال من أموال الزكوات، وتجمع أموال مبرات وصدقات ليست أموال زكوات، فتوضع في صندوق واحد. فرجل مسكين مثلا، مسكين هو وعائلته، فيشترى له من مال الزكاة طعام وشراب وكسوة إلى آخره، هذا لا يجوز. Lakini kuna jambo ambalo linapatikana katika baadhi ya mataasisi, na ndiyo jambo ambalo nimependelea kutanabahisha nalo, ni kuwa baadhi ya taasisi zinakusanya mali katika mali za zaka, na vile vile zinakusanya mali katika mali zisizokuwa za zaka, kwa maana mali ambayo ni sadaka ya kawaida. Kisha zinakusanywa mali za zaka na zisizokuwa za zaka katika sanduku moja, alafu maskini mfano ananunuliwa chakula, kinywaji au mavazi katika mali ambayo ni khaswa kwa mambo ya zaka. Jambo hili ni jambo lisilojuzu katika sheria. فنحن ننصح أنه يجب أن يكون في كل جمعية خيرية صندوقين: صندوق لأموال الزكاة حتى تصرف لأهل الزكاة، وأهل الزكاة منصوص عليهم في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وصندوق ثاني مبرات
تصرف في سبل الخير، وهي أهم من صرف الزكاة في المصارف المعروفة. Kwa hiyo sisi tunahusia wasimamizi wa mataasisi wajalie sanduku mbili wakati wa kukusanya mali. Sanduku moja hasa kwa ajili ya zaka, ili hiyo zaka ipewe watu wake, na watu wake hasa wametajwa katika Qur'ani. Na vile vile wajalie sanduku nyingine hasa ajili ya njia zingine za khairi katika mambo ya sadaqa. مثال: فإذا كانت الجمعية الخيرية قائمة على الأحكام الشرعية فنعم ما هي، وإلا فلا فرق حين ذاك بين جمعية الهلال الأحمر وبين الصليب الأحمر. Hii ni mfano katika mukhalafati ambazo zinapatikana katika baadhi ya mataasisi. Kiufupi, ikiwa taasisi itashimamiwa au itashimama juu ya misingi za kisheria, basi itakuwa ni taasisi inayofaa, wa illa ikiwa itakhalifu misingi za kisheria itakuwa haifai. Fatwa Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. بارك الله فيكم. يقول المستمع: يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية، هل يجوز أن أدفع شيئا من زكاة مالي فيها؟ أفيدونا مشكورين. Swali: inapatikana ndani ya jimbo letu tawi katika matawi la taasisi ambalo linahusika na mambo ya khairi na mambo ya kusaidia watu. Je, inajuzu nitoe kwa taasisi hiyo sehemu katika zaka yangu? إذا كان القائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم فلا بأس أن تدفع إليهم من زكاتك وتخبرهم بهذا لأنها زكاة لئلا يصرفوها مصرف الصدقات. أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك، بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك مطلقا. Ikiwa wasimamizi wa taasisi hiyo ni katika watu wanaoaminika katika dini yao na vile vile elimu yao, itakuwa haina shida kuwatolea sehemu katika zaka yako. Na vile vile baada ya kuwatolea zaka hiyo uwabainishie kama sadaka hiyo ni zaka, ili wasije wakaitumia katika matumizi ya sadaka zingine. Ama ikiwa hujui hali yao ya kidini, basi ni bora kwako kutoa mwenyewe zaka yako kwa wale wanaostahiki kuipokea. Fadilatu Sheikh al-Allama Muhaddith al-Madina عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يقول: حفظك الله ورعاك، ما حكم إنشاء جمعية خيرية علمية اجتماعية والقائمون عليها ليس لهم اتجاه سياسي ولا حزبي، إنما الهدف من إنشائها توعية الشباب خاصة والدعوة إلى الله تعالى. Muulizaji anauliza, nini hukumu ya kuunda taasisi ajili ya kusaidia watu na vile vile kutangaza elimu na vile vile kujihusisha na mambo na masala ya kijamii, na vile vile wasimamizi wake wakawa hawana malengo za kisiasa au za kihizbi, bali lengo lao ni kuelimisha vijana na kulingania katika njia ya Allah tabaraka wa taala. الذي يقوم بمثل هذه المهمة إذا كان يعني اتجاههم سليما، وأن ما يحصل منهم إلا الخير، وأنه لا يترتب على ذلك مضرة، فمثل هؤلاء يعني إنشاءهم
بهذه الجمعية التي يتعاونون فيها على البر والتقوى لا بأس بذلك. watu wanaofanya kazi hiyo ikiwa mwenendo wao na njia yao ni ya sawa, kama vile ikawa haitokee kwao isipokuwa mambo ya kheri, na ikawa kufanya kwao hivyo hakuna ndani yake madhara, mfano wa watu hao kuunda taasisi ili wasaidiane katika mambo ya kheri na mambo ya ucha Mungu, jambo hilo halina tatizo katika sheria. ما إن كان عندهم شيء يعني خلاف ما ذكروه فإن السلامة والأسلم لحقهم أن كل واحد منهم يقوم بما يجب عليه دون أن يؤلفوا مثل هذه الجمعية، لكنها هناك سليمة وعلى نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس فيها محاذير لا بأس بذلك. Ama ikiwa wana mambo kinyume na yale walioyataja, hakika usalama kwao ni kila mtu afanye mambo yake kivyake, afanye yale ambayo ni wajibu kwake katika dini yake bila ya kuunda taasisi kama hizo. Lakini ikiwa taasisi itasalimika na mambo yasiyofaa na ikawa imeshikamana na njia ya Mtume alayhi salatu wassalam na njia ya masahaba wake radhiyallahu anhum, haina shida kuunda taasisi mfano wa hiyo. Fadilatu Sheikh al-Allama al-Mufti al-Aam للمملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. قول ما حكم دفع مال الزكاة للجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيعها للفقراء والمحتاجين؟ Muulizaji anasema nini hukumu ya kutoa mali za zaka kwa mataasisi zinazoshimamia mambo ya kheri ili zigawe zaka hizo kwa wale mafakiri na wenye kuwa na haja. إذا كانت الجمعية موثوقا بها يقوم على الرجال المعروف بالصدق والأمانة والإخلاص ولا يأخذ شيء يمس من هذه الأموال، وإنما يأخذون من الأغنياء فيوزعون على الفقراء من غير أن يختصوا لهم بشيء فلا مانع. أما إن جعلوا لهم شيئا من هذه الزكوات بدعوى أنهم عمال وإن هذا لا يجوز لهم. Ikiwa taasisi hizo zinashimamiwa na watu wanaoaminika katika ukweli wao na amana yao na ikhlasi yao, na wakawa hawachukue lolote katika pesa hizo na mali hizo kwa ajili ya nafsi zao, wakawa wanachukua mali hizo kwa matajiri na kuzigawa kwa maskini bila ya kuhusisha na kuchukua jambo lolote katika mali hizo, itakuwa haina tatizo kuwapatia mali hizo na zaka hizo. Ama ikiwa watakuwa ni watu wasioaminika wakawa wanachukua sehemu katika mali hizo kwa ajili ya nafsi zao kwa madai ya kuwa wanafanya kazi, jambo hilo litakuwa halijuzu. فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى بحفظه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إنشاء الجمعيات الخيرية التي تدعو إلى التوحيد وإعانة الدعاة عليه وبناء المساجد، علما بأنها تنشأ بتصريح من تلك الدولة؟ Nini hukumu ya kuunda mataasisi ambazo malengo yake ni kuita watu kunako tauhid na vile vile kusaidia walinganizi wa tauhid na kujenga misikiti, vile vile
bila ya kusahau kuwa taasisi hizo zinaundwa baada ya kupata ruhusa kutoka katika serikali. كانت تعمل الخير وتنشر ولو كانت بتصريح من الدولة. الدولة إذا أذنت لك في الخير أعمل الخير ولو كانت الدولة كافرة. إذا أذنت لك في الخير ويعني أعانتك على فعل الخير من غير ما شرط يضر بدينك لا بأس. نعم. Haina shida katika hilo ikiwa taasisi hizo zinafanya mambo ya kheri na kusambaza mambo ya kheri, hata kama itakuwa ruhusa ya kuziunda imetoka katika nchi, hata ni nchi isiyokuwa ya Kiislamu, kwa sababu nchi ikikuruhusu na kukusaidia kufanya jambo la kheri, hata kama sio nchi ya Kiislamu, jambo hilo halina tatizo ndani yake, kwa sharti wasikuweke ndani yake baadhi ya sharti ambazo zinadhuru dini yako. Fadilatu Sheikh al-Allama Mufti al-Madina Salih As-Suhaimi حفظه الله تعالى بحفظه. يقول السائل الكريم: هل يجوز لي خدمة الإسلام بتأسيس جمعية دعوية؟ يعني أريد أن يخدم الإسلام بتأسيس جمعية. أنا لا. Muulizaji anasema, je, inajuzu kwangu kuunda taasisi kwa lengo la kuhudumia Uislamu? Kwa maana niunde taasisi, lengo langu nihudumie Uislamu kupitia taasisi hiyo. أعرف هذه الجمعية، لكن إذا كنت ستدعو إلى الله على بصيرة على منهج السلف الصالح، تعلم الناس التوحيد، تعلمهم الفقه، تعلمهم الحديث، تعلمهم الدين كله، ويركز هذا على التوحيد، تخلص العبادة لله، وتعلمهم الإيمان بالله ربا ومعبودا، وتؤمن بالإيمان بأسم الله وصفاته. إذا كنت ستقوم على هذا المنهج فلا بأس بإنشاء الجمعية. Mimi sijue taasisi hiyo, lakini ikiwa itaundwa taasisi kwa lengo la kufanya da'wa kwa elimu na kupitia njia ya wema waliotangulia, ukawafunza watu tauhid, fiqhi, hadithi, ukawa unafunza mambo yote yanayohusu dini kwa kutilia mkazo suala la tauhid, ili watu wampokeshe Allah tabaraka wa taala katika ibada yake, na ukawafunza wamwamini Allah tabaraka wa taala kama vile Mola wao na kama vile ndiye ambaye ana haki ya kuabudiwa, na kuamini majina zake na sifa zake. Ikiwa hii ndiyo itakuwa manhaji yako katika taasisi hiyo na da'wa yako, haina shida kuunda taasisi hiyo kwa malengo hayo. Fadilatu Sheikh al-Allama al-Faqih al-Usuli al-Ustadh al-Doktor Suleiman al-Ruhaili حفظه الله تعالى بحفظه. السائل يسأل يقول: نحن في فرنسا، ومن المعلوم أن القانون في بلاد الغرب لا يسمح ببناء المساجد إلا بوجود جمعيات تشرف عليها، ففي مدينتنا جمعية تشرف على مصلى، والإخوة المشرفون منهجهم سلفي والحمد لله، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وهناك جماعة أخرى في حي يبعد عنا 6 كيلو، حوالي 14 دقيقة بالسيارة، وهم على الجادة أيضا والحمد لله. السؤال: هل لهم أن يؤسس جمعية أخرى حتى يكون لهم مصلى في حيهم؟ علم. Muulizaji kutoka Ufaransa anauliza: sisi tunaishi katika nchi ya Ufaransa, na kanuni katika nchi hizi za kimagharibi
hakuna mtu anaruhusiwa kujenga msikiti ila awe amesajili na kuijenga chini ya taasisi. Na katika mji wetu kunapatikana musalla au sehemu ya kusalia, na musalla huo unashimamiwa na baadhi ya ndugu zetu masalafi. Na vile vile katika mtaa mwingine ulioko mbali na sisi takriban kilometre 6 na sisi, na kwenda huko kwa gari takriban mtu hupitisha dakika 14 katika njia. Je, watu hao wa mtaa mwingine ambao wana jamaa vile vile na vile vile ni watu wa sunna, je, itafaa kwao kuunda taasisi ajili ya kujenga vile vile mswala wao na sehemu ya kusalia? كل حال المساجد بيوت الله، وحيثما وجد المسجد فإنه يصلى فيه، ولا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة بحجة أن الإمام مبتدع أو من أهل الأهواء، أو بحجة أن الذين بنوا المسجد من أهل الأهواء، ما دام أن هذا المسجد هو المتعين للصلاة فيه ولا يوجد غيره فيجب على الرجل أن يصلي فيه. Kwa hali yoyote misikiti ni nyumba za Allah tabaraka wa taala, na sehemu yoyote panapopatikana msikiti basi huswaliwa ndani yake, na haijuzu kwa mtu yeyote aache swala ya jamaa kwa madai na kwa hoja ya kuwa imamu anayesalisha sio mtu wa sunna, ni mzushi, au kwa madai ya kuwa imamu huyo na msikiti hiyo ni ya watu wa matamanio, au kwa madai kuwa waliojenga msikiti ni katika watu wa matamanio na sio watu wa sunna. Maadamu msikiti hiyo inasaliwa ndani yake na hakuna msikiti mwingine, basi ni wajib kwa mwanaume asali ndani yake. هل يجوز للإخوة أن ينشئوا جمعية في البلدان التي لا يمكن أن يقوم المسلمون بنشاط إلا تحت ظل جمعية؟ نقول نعم، بل قد يجب هذا إذا كان لا يمكن أن يقيموا دينهم إلا في ظل جمعية لها ببناء المسجد أو نحو ذلك، فهذا واجب. Je, itajuzu kwa ndugu zetu kuunda taasisi katika nchi ambayo haiwezekani waislamu wafanye harakati zao isipokuwa chini ya taasisi? Jawabu ni kuwa jambo hilo linajuzu, bali inawezekana ikawa jambo hilo la kuunda taasisi ni jambo la lazima kwao itakapokuwa hawana uwezo wa kushimamisha dini yao ila chini ya taasisi. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط أن لا يكون الولاء والبراء لهذه الجمعيات. Kwa hiyo ikiwa hawatoruhusiwa kujenga msikiti na kufanya harakati zao ila kupitia taasisi, basi kuunda taasisi katika hali hiyo itakuwa ni jambo la lazima, kwa sababu katika kanuni za kisheria jambo ambalo ni la wajibu na haliwezi likatimiwa isipokuwa jambo lingine, basi jambo lingine hilo vile vile linakuwa ni jambo la wajibu, kwa sharti isiwe ndani ya taasisi hizo na kuunda taasisi hizo kukapatikana ndani yake jambo la alwala walbara, wakawa wanapendana na wanapenda watu kupitia taasisi hiyo na kuchukia watu kupitia taasisi hiyo. وإنما الولاء والبراء مبني على الدين والاستقامة على الدين. Bali jambo la alwala walbara, kupendana na kuchukiana, ni jambo ambalo linahusu na linafungamana na dini. Dini ndiyo ambayo inafaa watu wapendane kwa ajili yake na wachukiane kwa ajili yake, na sio mataasisi au mfano wake. هذا إلى التحزب بسبب هذه
الجمعيات. Na vile vile isiwe taasisi hizi ikawa sababu ya Waislamu kugawanyika ndani ya makundi. فيحصل على خيرها ويجتنب شرها. Kwa hiyo taasisi huchukuliwa khairi zake na ni lazima kujiepusha na shari ambazo huenda zikapatikana ndani yake. والقول بمنع الجمعيات مطلقا غلط عظيم لا يقره العلماء. Na kauli ya kusema kuunda taasisi ni jambo lisilofaa kwa hali yoyote hiyo ni kauli ya makosa ambayo wanachuoni hawajasema hivyo na wala hawajakiri hivyo. ولكن الجمعيات الدعوية عند الحاجة إليها بحيث أنه لا يمكن القيام بنشاط إلا بظلها لا بأس من إنشائها بل قد يكون واجبا كما ذكرنا. Bali kuhusu swala la kuunda mataasisi ambazo kazi yazo ni da'wa, kuita watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa hakuna uwezekano wa kufanya harakati isipokuwa kupitia taasisi hizo, jambo hilo linafaa, bali jambo hilo linaweza likawa jambo la lazima kama tulivyotaja huko mwanzo, bisharti an la yubna alaiha alwala walbara wa an la yuhazzab almuslimuna bisababiha, kwa sharti ndani yake kusipatikane jambo la alwala walbara, watu wakawa wanapendana kwa ajili ya mataasisi na kuchukiana kwa ajili ya mataasisi, na wala isiwe sababu ya kutenga na kugawa Waislamu. Naam, khulasatul kalam, jumhur ya ulama wa ahlus sunnati wal jamaa katika asri hii wameruhusu kuunda taasisi kwa ajili ya kushimamisha harakati za kidini au za kidunia, kwa sharti ndani yake pasipatikane hizbia, kwa maana wakaunda taasisi kisha wakajenga msingi wa alwala walbara kupitia taasisi hizo, wakawa hawapendi mtu na hawamsaidie mtu isipokuwa atakapoungana na taasisi yao na kutumika nayo, na wakawa wanajitenga na kutosaidia wale ambao hawajajisajili katika taasisi yao. Jambo hili ndilo ambalo limekatazwa na ndilo ambalo limetahadharishwa na maulama. Ama kauli ya kusema mtu akiunda taasisi hapo hapo anakuwa hizbi, anakuwa mzushi, ni kauli ambayo hatujawahi sikia kwa yoyote miongoni mwa maulama isipokuwa kwa hajawira. Allah tabaraka wa taala atukinge na shari zao. Ni kauli ambayo haipatikane isipokuwa kwao, kwa sababu hata baadhi ya wanachuoni kama vile Sheikh Muqbil, Sheikh Rabi' na wengineo katika kibarul ulama kama walitahadharisha baadhi ya mataasisi kama vile taasisi ya Ihya ut-Turath, vile vile taasisi ya Ansar Sunna, walitahadharisha taasisi hizo sio kwa mujarrad ya kuunda mataasisi, bali kwa sababu ya yale ambayo yalitokea katika mukhalafat katika taasisi hizo, katika masaili ya hizbia na mukhalafat katika aqida na katika manhaj. Idhan kuunda taasisi ni jambo ambalo hukumu yake inaenda kutokana na lengo la taasisi hiyo na vile vile yale ambayo yanafanyika ndani ya taasisi hiyo. Ikiwa taasisi lengo lake ni kutangaza dini na kufundisha watu tauhid na sunna kwa njia na ufahamu wa wema waliotangulia, basi taasisi hiyo itakuwa inajuzu kuiunda na kuamiliana nayo. Na ikiwa taasisi ndani yake patakuwa na hizbia na mambo ya mukhalafat kama vile taasisi za Ansar Sunna, taasisi hizo zitakuwa za kihizbi na itawajibika kuzitahadharisha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa hafidhakumullahu haythuma kuntum.